I want to thank all of you that are faithful tithers in this house. And I believe that God has continued to lift you. God has continued to bless you. And I know that you will never regret being faithful to God, because God is no man's debtor. Let us pray. Our dear loving Heavenly Father, we stand in your presence this afternoon with the joy of the Lord, because of giving us an opportunity to honor you with our substances. It is because you have already given it to us, O God. If you did not bless us, we would have nothing to bring to you. But because you have blessed us, loving Father, it gives us joy to bring our tithes unto you. I pray for your sons and daughters that are standing before you today. I pray in the name of Jesus that you bless each one of them. You know what they do. You know the businesses they do. Some do small-scale businesses, and yet they have purpose to be faithful to you. Some have little jobs, but they have decided they will love you with their hearts, and they will love you with what you give to them. I pray in the name of Jesus that you continue to bless them, continue to give them increase, O God. May your favor precede them every day. May your grace overshadow them. And Father, as you continue to prosper them, they will always find joy in giving unto you. We have come with an offering with purpose to give unto you generously. I pray in the name of Jesus that you bless every giver. And I pray, loving Father, that you receive our gifts as an expression of our love for you. Be exalted and be glorified in this house. For I ask it in Jesus' name. Amen. Wakati huu ni furaha yangu kumleta askofu wetu wa Redeemed Gospel Church kule Rwanda na pia Canada. Tumefika Canada kwa neema ya Mungu na tunashukuru Mungu. Rafiki yangu, wiki ambayo imepita tulikuwa na kongamano la maaskofu wa Redeemed Gospel Church wa hapa Kenya, Uganda, Tanzania na Rwanda. Wa Burundi hakuweza kufika kwa sababu ya jambo very important ilibidi afanye, na tulikuwa tunasawazisha mambo yetu, kazi yetu, ili tuweze kutembea vizuri kwa miaka ambayo Bwana ametupatia katika uongozi. Nashukuru Mungu kwa maana askofu wetu aliweza kuja kutoka Rwanda na amekaa leo, amekuwa katika ibada ya kwanza, na nikaomba Pastor Moses aniachie ya pili, kwa maana mimi niliachia Bishop ya tatu. Basi kwa furaha ya Bwana ningependa tena tusimame kwa dakika moja, tuweke mikono yetu pamoja tunapomkaribisha Askofu Innocent Rugagi all the way from Rwanda. Karibu. You can just do better than that in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Tunaweza kumshangilia Bwana Yesu kwa makofi. Kila mara nikifika Huruma nakutana waimbaji wazuri. Yani hiyo coincidence sijaelewa vizuri. Ili unipate kwa YouTube nikisikia nyimbo ni vigumu, lakini nitakuwa nasikia hiyo nyimbo zako kabisa, zinanijenga kuanzia the first service. Basi tushukuru dada yetu ambaye ametubariki kwa nyimbo hizo. Tushangilie Bwana kwa makofi. Basi tuwaweza keti katika uwepo wa Bwana. Hallelujah. Nichukue tena fursa hii kwa kumshukuru mama yetu ambaye ni Apostolic Bishop. Asante mama kwa kunipatia nafasi
ili niweze nikahudumie wana wa Mungu, na ninamshukuru tena pia our presiding bishop, Bishop John, my brother. Mungu akubariki sana zaidi. Tunapendana kuanzia zamani. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kama vile tulikuwa pamoja, nilikuwa katika ibada ya kwanza, na sasa hii nimepewa tena nafasi, nimebarikiwa kuwa katika ibada ya tatu, na Mungu atatubariki sisi wote pamoja. Bwana asifiwe sana. Mimi ni mume wa watoto 6 na mke mmoja, na my first born, she's in university, and the second born as well, he will join this year. So naona sasa kama Mungu ameendelea. Mama alifika nyumbani kwangu nyumbani, na baraka hizo alizotuachia ndani ya nyumba yetu tunatembea nazo mpaka leo. Bwana asifiwe sana. Hiyo sasa ndio nikisema mama ama ni mzazi, ninaisema na ujasiri. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Ninaisema na ujasiri, ninajivunia, na mama anajua hiyo, ninajivunia kwa watu wote, hata nikiwa Kenya, nikiwa fasi zote na washirika wote, nawaambia ninajivunia wazazi ninao wa kiroho, hata pia kimwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikuweza kaa na baba yangu kwa miaka, nilikuwa na umri wa miaka 11. Ndio my father passed on. So wakati nilikutana na baba yetu wa kiroho, wa bishop, I just feel something that was in the gap. And the gap was filled from that time up to today. Bwana asifiwe sana. Ni vigumu kumuita akibishop mimi kwa kinywa, ni vigumu. Hata mama ni vigumu. Hiyo ni vigumu kwangu. Na ninajivunia hiyo, na mpaka Yesu arudi. Bwana asifiwe sana. So Mungu awabariki, mpokee salamu za nyumbani mama na watoto na wapendwa wengine kanisa, hata Canada wengine wanatufuata saa hii. Wanafuata imeconnect kwa online direct na kwetu direct. So wote ambao wako in the territory, we are connecting just right away. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunashukuru Mungu kwa kutupatia nafasi, na tutakuwa tumebarikiwa sisi wote. Kuna nyimbo dada ameimba, anasema hata umeona nimepitia, wewe niombee tu. Wewe niombee tu. Na ile maombi imeenda wapi? Kanisa ya Bwana, hiyo maombi imeenda wapi? Wakati kanisa lilisimama na kumuombea Petro, malaika alishuka, na tubaki hapo hapo. Malaika atashuka pia kwa jirani, ndugu, jamii, malaika atashuka. Mbarikiwe sana katika jina la Yesu. Basi fungua Biblia tusome kitabu cha kwanza cha Samueli sura 4 mstari wa 14 hadi mstari wa 19. First Samuel chapter 4 verse 14 up to 19. Kama kuna msomaji mwema ambaye anaweza kupewa microphone, anaweza, ama tu nitaendelea kwa tusipoteze muda. Eli aliposikia sauti kilio, akauliza, kelele hizo ni za nini? Yule mtu akaenda haraka kwa Eli ili kumpa habari hizo. Wakati huo Eli alikuwa na umri wa miaka 98, na macho yake yalikuwa yamepofuka. Yule mtu akamwambia Eli, mimi nimetoka vitani sasa hivi, nimekimbia kutoka vitani leo. Eli akamuuliza, mwanangu, mambo yalikuwaje huko? Yule aliyeleta habari akasema, Waisraeli
wamekimbia Wafilisti. Kumekuwa na mauaji makubwa miongoni mwa Waisraeli zaidi ya wote. Wanao wote wawili, Hofni na Finehasi, wameuawa, na sanduku la agano la Mungu limetekwa. Huo mtu alipotaja tu sanduku la Mungu, Eli alianguka chali kutoka kwenye kiti chake kando ya lango. Eli alipoanguka hivyo, shingo yake ilivunjika, kwani alikuwa mzee na mnene, naye akafariki. Eli alikuwa mwamuzi wa Israeli kwa muda wa miaka 40. Mwisho tena iliyotokea kwamba mkewe Eli, yani mke wa Finehasi, wakati huo alikuwa mjamzito na muda wake wa kujifungua uliokuwa umekaribia. Aliposikia kwamba sanduku la agano la Mungu limetekwa na kwamba baba mke wake hata mmewe wamefariki, mara moja alipata utungu na kujifungua. Basi alipokuwa anakufa, wanawake waliokuwa wanamsaidia walimwambia, usiogope, maana umejifungua mtoto wa kiume. Lakini yeye hakujibu neno wala hakuwasikiliza. Basi acha nimalizie hii kwa kuunganisha yote. Naye akamwita mtoto wake Ikabodi, kamaanisha utukufu wa Mungu umeondoka Israeli, akiwa na maana kwamba sanduku la agano lilikuwa limetekwa. Tena baba mkewe naye na mumewe wote walifariki. Mungu atusaidie sana. Basi unaweza soma, tupeleke the 2 Corinthians chapter 10 verse 3 up to 5. 2 Corinthians chapter 10 verse 3 and 5. Wakorinto wa pili mlango wa 10 mstari wa 3 hadi mstari wa 5. Maana ingawa twaenenda katika mwili, hatufanye vita kwa jinsi ya mwili. Maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome, tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kujiinuacho juu ya elimu ya Mungu, na kukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Na kanisa la Bwana liseme amen. Ninashukuru Mwenyezi Mungu kwa miaka zaidi ya 5 ambaye nilikuwa siwezi kuwa pamoja na wapendwa kwa ajili ya changamoto tofauti tulizozipitia ndani ya nchi ya Rwanda. Nakumbuka the first time ya Rwanda wakati kulifungwa kanisa 700, ilikuwa ni kwa ajili ya noise pollution. Hiyo sheria ikifika Kenya, labda Huruma ndiye inaweza kubaki peke yake. Noise pollution, yani ukipita huku unasikia shangwe, huku unasikia sijui nini, yani fasi yote unakutana watu wanashere. Yani nataka kuambia kila mtu ambaye yuko hapa, don't take everything for granted. Sometimes wakati ninaona mumeketi hapa, munasikia neno la Mungu na hakuna gharama ama mapito yoyote mlioipitia, unaweza fikiri ya kwamba ni kawaida. Lakini kuna wengine ndugu zako wa Kristo ambaye hawana mahali pa kuabudiwa zaidi ya milioni.
saa hii, wakati Bwana amefungua njia ya maisha yako, uwe nasema asante Mungu kwa kuwa bado neema yako inatosha. Bwana Yesu asifiwe sana. Mapito magumu ya kanisa ambaye ilikuwa haijawahi kuwa kuanzia 2018 na 2024. It has never happened. Na hiyo inataka kufunza nini? Inataka kutufundisha nini? Kuna kitu ambaye Bwana anataka kutufundisha katika ulimwengu wa roho. Bwana asifiwe sana. Na lazima tujifunze ili tupenetrate, tuingie. Tukifika huko Kanaani tusisahau kule tumetoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukifika huko tuwe tukikumbuka na tuwe tukimwabudu katika roho na kweli, tukisema asante, ulikuwa Ebeneza wa maisha yetu. Kwa kila kitu kina jambo, kina wakati wake. Maandiko tunayo yasoma, ninajua ya kwamba kila mtu anajua historia ya neno hiyo. Lakini kuna utofauti saa hii ambaye Bwana anataka kutusaidia kupitia neno hili. Kuna vita ya aina mbili. Kuna vita ya mwili na kuna vita ya roho. Vita ya mwili, ndugu zako, rafiki zako, jamii yako, uliyesoma nao, ama kama ni ikiwapita, ikiwazidi na serikali inaweza kukusaidia. Hiyo ni vita ya mwili. Wanaweza kukusaidia kwa njia zote ili usinyanyaswe, ili usaidike. Hapo inawezekana. Lakini kuna vita ingine, hata baba yako ni rais wa nchi, hana uwezo wa kukusaidia. Niliwahi kusikia ushuhuda wa Rick Warren, Pastor Rick Warren, ambaye alikuwa na kijana wake mzuri, akapitia shida fulani na akaingia ndani ya chumba chake na akamaliza maisha yake. Baba yake ni tajiri. Baba yake ana uwezo wa kufikia mahali popote. Lakini kuna nguvu ambayo ilishukia kijana wake, yeye hana uwezo wa kuizuia. Ilikuwa ni vita ya kiroho ambaye ilishinda na hakuweza kumaintain. Akaona it's just better dying than living in the situation that I went through. Anaona lazima akufe. Na akafa mwenyewe, akajicommit suicide. Kuna vita ambavyo lazima uvijue ili upate ushindi. Usipojua kutenganisha vita hivi utachanganikiwa. Utachanganikiwa. Na utaacha wokovu, unafikiri unaenda mahali utasaidika, na huko tena ukienda kwa kuwa hauna maarifa na ufahamu wa kutosha, utafilisika zaidi. Lazima you know just the strategy. Hii ni vita ninavyopigana, vita ninavyopitia ni vita vya aina gani? Eli hakutarajia ya kwamba Wafilisti wanaweza wakavamia na mapigo makali. Hakuweza kujipanga ya kujua ya kwamba watoto wake wawili wanaweza wakafa pia naye. Nafasi kulikuwa matumaini yake. Nafasi kulikuwa all the treasure of God.
pale kulikuwa sanduku la agano. Alikuwa hawezi. You watch this. Fuata vizuri kwanza. Watoto wake wangefariki, angeichukua just normal. Lakini wakati alisikia sanduku la agano, wakati alisikia sanduku, wakati alisikia watoto wake walifariki, akasema basi Mungu alinipa, Mungu amepeleka, jina lake liinuliwe. Lakini wakati alisikia ya kwamba na sanduku la agano limepelekwa, hakupata nafasi ya resistance ya kujua ya kwamba ni namna gani nitaishije, nina nini sahihi. Yani Mungu ameenda, watoto wameenda, sasa nitaishi maisha gani? Yani ningelibaki na Mungu lakini watoto waende. Lakini wakati watoto wameenda na Mungu wa agano langu naye pia amepelekwa, basi na akashuka chini, akaangukia shingo, akafa. Na mke wa Phineas wakati alisikia habari baba mkwe wake amefariki, mume wake amefariki, na sanduku, na akasikia sauti ya pili, sanduku la agano lilipelekwa, hapo hapo akajifungua. Na wakati alijifungua, wamama waliomsaidia wakamwambia, ebu furahi ya kwamba umejifungua na amani, usiogope. Mama ndani yake hana wakati wa furaha. Unajua wamama wakizaa wanafurahi, lakini mama alizaa hakufurahia mtoto aliyezaa, kwa kuwa yule mtoto angekomaa katika ndani ya ahadi la Bwana, lakini kile kingekomalisha mtoto kimepelekwa. Ni kama Mkristo uliyeahidiwa na Mungu na neno la Bwana liwe ndani yako, alafu shetani aoneshe ya kwamba you are nothing. Unajua wengine wanatembea si kwa imani, wanatembea just like survivors in the Lord. Na hiyo ni shida kubwa. Hiyo ni shida kubwa. Watu ambao wamejaa hapa, tukiwa na imani, kuomba katika roho, kulitii neno la Mungu, hii huruma hauna nafasi ya kutia watu. People are just walk by sight, not by faith. No. Waliishi katika agano, waliishi katika neno, waliishi wakiona Bwana yani akiingia hekaluni anaona sanduku anaridhika, akiingia hekaluni anaona sanduku la agano anaridhika na anafurahi, anajua agano la Bwana bado liko hapa. Lakini sasa utaishije na agano halipo? Nataka uambie jirani yako, na utaishije? How will you survive when there is no an act of covenant? How will you survive? Bwana tusaidie sana. Ikabodi ni kama utukufu wa Bwana hauko tena nasi. Utukufu wa Bwana hauko pamoja nasi. Nguvu za Bwana haziko pamoja nasi. Baraka za Bwana haziko pamoja nasi. Sasa unabaki kama nani? Wakati Samsoni alikatwa nywele, yeye hakujua kinachoendelea ni kitu gani. Alitoa siri, na wakati alitoa siri, wale wa Filisti walikuja, wakanyoa nywele na wakakaa kando,
wakamwambia Delila, hebu muulize na umwambie Wafilisti wamefika. Maandiko yanasema ya kwamba alifikiria ya kwamba bado ana hizo nguvu kama zile alikuwa nazo, na wakati aliinuka akakuta amelegea. Yani walimshika na kuanza kumtoboa majesi. There is an emptiness. Hakuna kitu, hakuna. There is nothing God can do. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana unakutana saa hii washirika wa Kristo wa Bwana wanatembea kivyao. Wakisha filisika, wakisha kosa njia, ndio wanakuja kumulilia Mungu. Sasa unawezaje kuja kumulilia Mungu aliyeanza na wewe? Wakati ulianza safari, ulisema Mungu anza na mimi na umalize na nani? Lakini katika mapito hapo ndio sasa tutajua ya kwamba unaanzanga na nani na unamaliza na nani. Ndio sasa hapo hata wakikwambia hiyo shamba itarudi, leta mchanga tuweke mafuta, utaenda leta mchanga. Kwa kuwa umechanganyikiwa, michanga imekuchanganyika. So wakati unasimama katika ahadi la Bwana na unajua ya kwamba ulianza na Mungu, kama unasema Bwana ni mtetezi every step, wakati nilipitia vita, the first place I came to consult is in the office of my spiritual father. We sat down. Nikamwambia, baba napitia vita A, B, C, D. Na akaniambia kuja ulale Mount View. Nikaenda Mount View. Baba tukaingia room ambayo ina red carpet. Akasema piga magoti hapa. Unasikia? Nikapiga magoti hapo. Baba kaanza kuniombea. Mungu na hii vita kali, msaidie na mambo mengi. Mimi sikuomba, nilikuwa nasikia maneno ya baba. Kwa kuwa mimi nilikuwa nimeisha. And the following day tukakuta tena ofisini. Mipango iko namna gani? Hivi. Na muonesha picha ile ninayo. I have the possibility to go and start the ministry in US or in Europe. Ananiambia hiyo capacity uko nayo? Nikamwambia ndio. Bwana asifiwe sana. So everything was shut down. Sanduku imefanya nini? Imepelekwa. Na sasa nitafanyaje wakati sanduku imefanya nini? Imepelekwa, na unaangalia malango ya kifo ni kama yanapiga hodi. Lazima utafute Samueli. Sikuwahi pigia any member of the government. Mungu shahidi. Ni mu consult, never. I just came straight away. Nilifika. Bwana asifiwe sana. Ukianza na Mungu ndani ya maisha yako, alafu uache Mungu uende kwa ndugu yako, jamii yako, rafiki zako, uanze kuwaomba mawaidha, watakupoteza. Lakini ukianza na Mungu na kupiga magoti, Roho Mtakatifu atakuongoza pale utaenda. Na Roho Mtakatifu akikuongoza pale utaenda, utapata ushindi. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Twatembea katika mwili lakini hatupigani vita vya mwili. Bwana asifiwe sana. Kwa kuwa kuna silaha tunazo lakini hazionekane na macho ya mwili. Kanisa ilifungwa, Station TV ikafungwa. Hey. Yani kila kitu ilienda hivi.
So nikaenda kustart from scratch in Canada. Neno ambaye Baba aliniambia, nilitembelea na hiyo neno, na hakuna any single day. Wakati nilifika Canada, nilijenga studio, the best studio that I had in Rwanda. Second, I put our TV on the satellite. All Africa, Tanzania, sijui wapi, Azam, they host our TV station. Here in Kenya, NASA, I don't know mengine. Why? Ukiwa na neema na kibali ya pale uliokimbilia kuna Mungu. Daudi alipitia vita vikali, lakini hakukimbilia kwao nyumbani. Hapana, alienda kumtafuta Samuel. Kwa kuwa anajua yeye ndiye alimumwangia mafuta. Na mimi Baba ndiye alikuja kunimwangia mafuta Rwanda. Sasa nitaenda kwa nani? Bwana asifiwe sana. Lazima nilijua kwamba hii vita ni vita vya mwili na ni vita vya kiroho. Lazima nijipange na nikuwe na force ambayo inanibaki nyuma yangu. Hii madhabahu, nilifika kwa hii madhabahu bado ninakuja na basi from Uganda mpaka hapa. Wakati Bwana Mungu alimtumia Baba akasema, you will become a billionaire. Ambia jirani yako billionaire. Umaskini, Baba alilaani umaskini kwangu kwa ofisi ya hapa 206. Hapa ofisini nilikuwa nakuja na bus, naomba maombi 14 days, nafika Kenya mafuta yote imemwangika njiani. Yani umeingia shimo, pika juu. Yani umechanganikiwa, unafika huku umechanganikiwa. Lakini kuna neema ambayo iko kwa mikono ya Baba. Bwana Yesu asifiwe sana. Utukufu wa Bwana ulitoka, na jina la utukufu lililotokwa likaingia. Yani hakuna utukufu wa Mungu tena, yani hakuna uzuri wa Mungu, hakuna uwepo wa Mungu tena. Ndio sasa wakasema ni incubode. Yani incubode ni kusema hakuna tena, there is nothing we can do. But kwao ilikuwa haiwezekani, lakini kwa Mwenyezi Mungu bado Mungu anaandaa mtu ambaye ataleta sanduku. Kuna mtu ambaye Mungu anaandaa ndani ya maisha yako. Utakutana na mtu atakwambia neno, na neno litabadilisha maisha yako. Hautakuwa vile ulivyo, hautaendelea hivyo. Ambia jirani yako, sitaendelea hivyo. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hautaendelea hivyo. Nasema hautaendelea. Shuhudia hapa. Kuna siku utakuja kushuhudia hapa. Unaweza kuanza ukidharauliwa, lakini utaisha kwa heshima. Unaweza kuanza yani hauna mwelekeo, lakini nakutendea mema. Niliona mkono wa Mungu Canada. Redeemed Gospel Church is registered in the government of Canada. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kama kuna missionary mnataka kuleta Canada, the door is open. Hawatamuuliza any document. No. Put the name Redeemed everywhere at the territory of Canada. No one will come and ask you anything. No. I know, unajua wazungu wakikupatia document,
the respect. It's not like Africans. Africans anakupa document jioni, asubuhi na cancel. Kama ni pepo gani zinakuwa na ma-Africans? Sijaelewa. Hata sasa sijaelewa. Unanipatia document ya kujenga, asubuhi unakuja unabomoa. Sasa ulinipatia hiyo document ya kufanya nini? Canada. You know, at the door of the church kuna karatasi ya government. Hata polisi ikija. Yani labda iwe law enforcement ama watu wameleta fujo ama nini, lakini akiona hiyo karatasi tu hapo kwa milango miwili, the entrance and the exit, hawezi ingia. Labda kuna fujo wanaita polisi ndio inaweza kuingia, lakini akifika tu hapo anakutana hiyo inamwambia tu wewe nenda nyumbani, hawezi ingia. Lakini hapa unaweza kuona tara polisi anaingia, nyinyi mnafanya nini? Na anakutana ni ibada tu, kwa ndani ya ibada. Yani Africans. Mumesha kuona hiyo? Labda tumeona huko Kosovo, si huku. Hamjawahi. Una shamba yako wanapeleka asubuhi. So kuna vita vingine lazima utetewe na Bwana. Nguvu zako hazitoshi, wako kuna wakubwa wanahela. Wanahela wanakuambia wewe nenda upande huko. Anapeana hongo huko, shamba yako inaenda na majina ni yako. Ushaona hiyo? Ushaona hiyo? Yako una title yayo, lakini ukienda kotini wanakuambia next time. Sasa unajiuliza huyu jaji amevuta bangi. Lakini kwa kujiuliza hivyo, unajua ya kwamba shamba hiyo ni jasho yako, ni damu ya mikono yako, ulifanya kazi. Pigia Bwana magoti, ulilie Bwana hapa, hiyo shamba itarudi. Sijapoteza. Kwa njia ambayo siwezi nikasema. Bwana asifiwe sana. Kama kuna yule ambaye alikuwa analala usiku anafikiria amenimaliza, yeye ndiye amemalizika mwenyewe. Amemalizika mwenyewe. Kazi ya Bwana inaendelea. Na nimerudi tena Rwanda, kazi imeendelea. Sasa benefit ni na makofi. Mungu amebenefit Canada na Mungu tena amebenefit Rwanda. Haleluya. Pigia Bwana makofi. Hivyo Bwana atakutendea katika jina la Yesu. Bwana atakukumbuka katika jina la Yesu. Bwana atakutendea katika jina la Yesu. Ni rahisi, sikia vizuri. Ni rahisi kuchukua kile ninacho. Ni rahisi nikuje nichukue kibeti chako na niende. Ni rahisi nichukue gari yako na niende. Ni rahisi, lakini ni vigumu kuchukua kile kilicho ndani yangu. Inside me there is an entrance that produce all the blessings of my Father in heaven. Oh my God, am I talking to somebody? Hallelujah. Ni rahisi mtu akuje asikwambie hii simu ni yangu kuanzia saa hii. Si wanazipelekanga kila siku? Lakini kuna zingine ambazo zinatoka na Bwana atakubariki na utanunua ingine the best. So ni rahisi mtu kupeleka kile anachoona na macho, lakini ni vigumu kutoa kile kilicho ndani yako. Ni rahisi kupeleka shamba, ni vigumu kutoa mashamba yaliyo ndani hapa. Ni rahisi kupeleka mume wako, mke wako. Ni rahisi yani maandiko 1 King chapter 20 verse 1. Mfalme Ben-Hadad akasema fedha zako, dhahabu zako na watoto na wake wazuri wote ni wangu. Ilikuwa rahisi kwake. Lakini wakati nabii alifika akasema avae asijisifu kama avuae. Wewe hakuna chochote atakachokipeleka. Bwana atasimama na wewe na mapigo hayo utayashinda. Haleluya.
Mapigo utafanya nini? Alijiinua na akasema kila kitu ni chake. Unajua kuna wakati kila mtu hauna, wewe ni mnyonge, lakini Mungu he is a commander, Jehovah Sabaoth. Amen. Tukisema Mungu atakupigania si maneno. Hapana. Don't take serious. Hapana. Hapana, usikamate kama ni jambo ambaye very simple. Unajua tunaendanga na neno tu, Bwana atatenda, basi Bwana atatenda. Hey, your laziness yako itakupeleka paka huko kaburi. Fought for your right. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Pigania haki yako mpaka usimame hapo uambie mama nina ushuhuda. Na sasa ushuhuda inatoka wapi? Utaniambia ushuhuda inatoka wapi? Si inatoka kwa njia ya ushindi. Si hapo ndio ushuhuda unaonekana? Na sasa kama haupate ushindi, wewe ni nani mbele ya shetani na mbele ya Mungu? Na kama Mungu hakunitendea, nitakuja kushuhudia nini hapa? Amen. I will support this television to go to the satellite. After covering this place, tutakaa tukiwa power conference. Unaambia watu chano hii angalia huko power conference. Zambia muangalie hapa. Hao watu wanatoka huko everywhere, Burundi everywhere. They will watch power conference out of Kenya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sema ni wakati. Sema ni wakati. Sema ni wakati. Hallelujah. 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 Unatembea na mwili ndio, wanakuona na skirt ya black, wanakuona na pants ya black, wanakuona sijui na nini ya red. Yaani wewe ni kama wengine, matatu unaingia, motorcycle huko hapo, sijui mjini unatembea, hata viatu hauna, wanakuona unatembea na mwili, lakini ndani yako kuna kingdom. Haya, kuna nguvu za Bwana ziko ndani yako, kuna uwezo, unaweza ukagonjeka kama wengine, lakini intervention ya kukuponya si kama wengine. Unaweza kuwa hauna kitu kama wote, lakini Bwana atakuondoa hapo. Watakuja wakiulizana, na sasa amefika hapo namna gani? Wataulizana na hapo amefika namna gani? Na kimekuwa namna gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwanza nashukuru aliyeniinulia vita Rwanda. Mungu ambariki. Kwa hangenibariki mama, singekuja na container 2 40 feet 2 ziingie ndani ya nchi, singeingia nazo. Mimi nilitoka na tracksuit nyeupe, nimerudi na 40 feet 2, magari 3 makubwa. Hai. Nilitoka na tracksuit nyeupe. Nilitoka na tracksuit nyeupe na sandals. Niliacha Range Rover yangu ya 209. Sasa hivi niko na Range Rover iliingia ya 2020. Sasa nani? Hai. Mungu bariki yule aliniinulikia Bwana. Umsaidie na jamii yake. Kuna wakati tunakuwa na hasira, watu wakituinukia. Sasa Canada inanijua. Sasa unaona hata tena narudi Rwanda tena wote wameniona. Sasa si unaona nimebenefit the place, biggest place Kuna wakati tunapitia vita na tunaanza kwa sasa unaona unaona na wengine wanasema ameisha. Nani aishe? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mama, nitaambia watu leo, furahia vita unayopitia. Na kama kuna mtu ambaye unayemjua anainuka, mwambie inuka mara 7. Utaanguka mara 21.
wakuinukie mara 7. Maandiko yanasema, Baba ndiye anapenda sema, na maadui yako watapita njia moja wakikupiga, Bwana atawasabarati. Hiyo napenda sana Baba akiongea, nimeona na macho. Sasa Amerika naingia, Europe naingia, fasi yote naingia. Sasa nani amebenefit? Sasa kuna watu wanatupiga vita na tunasema Mungu wamalize. Hapana, waishi Mungu, waishi Mungu, waishi. Sasa tunaona mama, niliingia na kishindo cha hatari sana. Aya. Hata mapasta waliniona ukaanza wana na TV tena yani unakuwa na nyumba ya TV house ambaye hakuna rent. Na nilienda nikiwa na rent. Sasa nani amebenefit? Nilienda nikiwa na rent. Ninarudi sina rent tena. Sasa nani amebenefit? Mungu muongezee maisha. Hii hauwezi pata maono haya kama haujaona mkono wa Mungu. Wakati haujaona mkono wa Mungu, hao watu ni wabaya mbele yako. Wakati Penina hajaona uzao wako, yani ukipita pembeni yake ni kama una hofu na aibu una nini. Lakini wakati Bwana amekukumbuka, hauna hofu tena. Wakati utakuwa unavaa hiyo mavazi, anaona miezi 2-3 ile yapita yangu inaendelea kwa ndugu hapa. So shangilia Bwana kwa makofi. Kuna siku tafurahia hii ninakwambia. Bwana hata kubali vita iendelee ndani ya maisha yako, lakini kupitia vita hiyo, hapo ndio kunaingia utukufu wa Bwana. Ikawa Bwana hawezi kukumbuka, maana na mimi hangenikumbuka, maana yake na mimi singekumbukwa. Bwana asifiwe sana. Sasa kuna mambo ninakumbuka paka mimi mwenyewe nasikia nywele zinatoka kichwani. Zinatoka kichwani kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Vita vya mwili tofauti na vita vya kiroho. Na ndio maana maandiko yamesema tunatembea kwa mwili lakini hatupigani vita vya mwili. Kwa kuwa silaha za vita vyetu zina uwezo mbele ya Mungu. Silaha yako ina uwezo wa kuteka nyara fikra zote. Fikra zote. Unajua kuna wengine wanaona watu wakiongea kizungu wanasema, hey, hata mimi nimezaliwa hapa sikusoma. Yani unajimilieti mwenyewe. Mungu si, unajua Mungu haimilieti watu. Watu wenyewe ndio wanajimilieti wenyewe. Mimi ni kama nzige, na hata ikiwa katika maombi, Mungu kwanza mimi si kitu, wewe si kitu. Shindwa mfululizo. Na Mungu amekuumba, na maandiko yanasema amekuumba kwa mfano. Lakini ukiva baba nakulilia, hata mimi si kitu. Sijui hata kwanza nimezaliwa wapi. Mungu ana haja na kuru umezaliwa. Mungu ana haja na kuru umezaliwa. Mungu ana haja ya maneno ya imani ambayo yanatoka ukitamka maneno ya imani ndani ya kichwa chako. Ndani ya kinywa chako umwambie Bwana, ndio nimezaliwa katika jamii hii, lakini step 7 ninatoka kwa hii jamii naingia jamii nyingine. Katika jina la nani? Unapiga step 7 unasema hapana, maisha haya si ya kwangu. Maisha haya yameandaliwa na Bwana. Pigia Bwana Yesu makofi useme ndio. Imani yajenga matumaini. Imani ni baba ya matumaini. Hapana kukaa kwa matumaini, ila upande ngazi ya imani. Na ukipanda ngazi ya imani, maisha yako haitakuwa vile ilivyo katika wasichana. Hatusome Biblia ya Sara, hatusome Biblia ya wengine. Tunasoma Biblia ya Mungu aliyetembea na Sara. Mungu aliyetembea na Ruth. Mungu aliyetembea na Mordekai. Mungu aliyewainua ndiye Mungu wako wa leo. Ndiye Mungu wako wa leo.
Haleluya. Wewe ni tajiri kwa ahadi za Bwana. Unaweza tembea na miguu lakini wewe ni tajiri wa ahadi za Bwana. Unaweza kuwa wewe ni mnyonge lakini wewe ni tajiri wa ahadi za Bwana. Unaweza kaonelewa lakini wewe ni tajiri kwa ahadi za Bwana. Unaweza kagonjeka lakini wewe ni tajiri wa uponyaji kwa watu wote. Shangilia Bwana kwa makofi mazuri. Haleluya. Usifadhaike. Bwana akiwa upande wako, adui wako ni nani? Na kama akiwa upande wako, if God is on us, who is against us? Bwana asifiwe sana. Nilianza tembea na imani. Na imani imenifikisha mbali. Wakati niliona baba anaombea marais, nikasema hii anointing sasa imefika. Na mimi nimebatiza vice president. Sijafika kwa rais lakini niko njiani. I baptized the first vice president of the Republic of Burundi. Baptized in the water. Sasa tunaona niko kwa nyayo za baba. Sasa wewe utaanza kubatiza vice president ambaye wewe ni maskini. Si akikuona wewe ni maskini kwanza atasema hii mikono haitagusa kichwa changu. Kuna nafasi Bwana akuinue, sema Bwana aniinue. Unaweza ingia matatu na songa. Hii kukuona tu. Unajua mimi nikienda na PB kwa matatu saa hii, wakituona tu tunatochomoka tunaenda matatu simama na nianze ongea na yeye, tunaenda. Hawatapiga honi, wanasema hapa ni matajiri. Ya ukutuona tu na macho watasema ni matajiri. Hata siku yote watalipa. You know the way it looks, ndio maana wanakuambia ingia haraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Na kwa miaka hiyo yote Bwana amelinda my style. I've never go out of the lounge first class. I've never. Canada, Africa, I've never. Why? Because I trust my Father in heaven, who is a provider. Hallelujah. Hallelujah. Nataka leo uambie shetani, mafikra yako yote tosha kwa kichwa changu, kwa kuwa ninapigana vita vya fikra miaka nyingi. Unajua watu wengi wanapigana vita vya nini? Mawazo, vita vya mawazo. Nitakula nini? Umesoma Mathayo sura ya 6 vile Yesu alisema? Haujasoma. Nitavaa nini? Yaani unakutana maisha yako ni kufikiria sukuma wiki na ugali, sukuma wiki na ugali, sukuma wiki na ugali, sukuma wiki na. Sasa utasukuma mawiki ngapi? Mama siendi alitupatia ushuhuda hata asubuhi. Alisema alikuwa anatembea na miguu ambaye paka hata miguu inatoa damu. Sasa saa hii Mungu aliyemwamini, si muwe na masikio. Mama nikiwa ndani ya ibada na kuanga na masikio ambaye huwezi kujua. Mimi na notice for the years. Hii masikio. Lazima wewe ni mcha Mungu. Wewe si mshirika tu. Wewe ni mwana wa Mungu aliye hai. Yohana 1:12. Wote wale wote waliomkubali walifanyika kuwa wana wa Mungu. Kama ulifanyika kuwa mwana wa Mungu, sema mimi ni mwana wa Jehova. Mimi ni mwana wa Mungu aliye hai. Start behavior like a son of kings. Behave like a son of kings. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona mimi sisumbukangi.
si usumbuki na lugha. Kwa kuwa iwe ni French si ya mama yangu, iwe ni English si ya baba yangu, mimi ninaongea, ninajua tutakommunicate. Kama kuna mtu ambaye kwenda hofu ya kuongea ni mimi. Unajua watu wanasumbuka ni ambaye hawana pesa. Ndio anaanza kutafuta accent. Tafuta accent ya wapi? Tafuta hiyo ya Ukambani, hapana ya Amerika. Wewe lazima ondoa hiyo vita ya hapa, ondoa hiyo vita. Na nikiwa Amerika siende na translator na hubiri English. Wasikia wasiposikia watasikia vizuri na wataleta sadaka nitaenda. Nimeenda Texas, nimeenda Washington State, nimeenda Washington DC, nimeenda Arizona, nimeenda Utah, Salt Lake City, nimeenda na ninahubiri na English. Sasa utaniambia English ambayo ninahubiri nayo inatokanga wapi? Nikifika huko Roho Mtakatifu anajipanga yeye mwenyewe. Kwa kwani kanisa yake si yangu. Na ikawa ingelikuwa ni service ya English hapa, mama usikose kunipa service ya English hapa. Nikianza Unajua wakati zamani nilikuwa nakuja kuhubiri, mama anasema at least he has enough Swahili he can communicate. Imekuwa nyingi mama. Hallelujah. Bwana asifiwe. Ambia jirani yako pambana. Ni wangapi ambayo wanatoa hofu ndani ya maisha yao? Bwana asifiwe sana. Tembea wakati Bwana alinipa mji Rwanda kumiliki hapo mji, mama alifika na kumwangia mafuta hapo. Nilizunguka all the city na miguu nikiomba, nikasema Bwana, anga inikubali katika jina la Yesu. Nimezunguka na miguu. Na Bwana alifanya nini? Alikuja kufungua kanisa la Redeemed Rwanda. Hata uwe kwa boda unaandika Redeemed Gospel Church Rwanda, watasema huyu ni innocent. From the airport. Yani every corner, every place in the country. Unafikiri hiyo kazi ilifanyika ni bovu? Sio mchezo. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana shetani aliinuka, huyu mtu bado hajakuwa na miaka nyingi na amefika huko namna gani? Yani wanatarajia kwamba kuona mtu kufanikiwa ni hadi ulete kama ni ulete nini sijui. Paka wanaanza kuniuliza, na umefanikiwa haraka kwa nini? Sasa ni mimi mwende muulize Mungu. Kwa kuwa yeye ndiye anabariki. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana, kuna yule anaweza barikiwa after 20, kuna yule anaweza barikiwa after 2 years. Kwa kuwa ni mapenzi ya Mungu, si ya binadamu. Na sikuforce Mungu chochote. Sikuforce Mungu chochote. Ya pili, sijawahi wa ushuhuda kwa kutafuta pesa. Hata siku hii moja. Lakini hiyo neema wakati inakuja huwezi kuziwia. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimeona hundreds dollars. Na hatuna deni, kanisa ina deni. Hakuna sahihi mchungaji wale ambaye anasimamia kanisa sasa wanangangana na kulipa deni. Hata any dollars of debt, never. Na kama haiko Mungu ni nani? Bwana asifiwe sana. Leo Bwana akushindanie vita vyako. Leo Bwana aonekane ndani ya maisha yako. Na ndio maana nilipata kujua, nikatafakari kwa nini wamama wa baba wanaita watoto wao mateso. Ni kama ule Inkabod. Unakutana, mama mateso. Mama mateso.
Mama vumilia. Mama vumilia. Na ndio maana hata ukiombea huruma hapa wanakuita mama vumilia, utatembea mitaani huko kuvumilia. Hata wakikunyonga unavumilia, hata ukifanya nini. Yaani your spirit umevaa your spirit. Mama Tabu. Hizo si jina za kimungu. Ni jina za wachawi. Na hiyo ni kweli. Na namna gani naweza nikaita mtoto wangu Tabu? Na unajua what it means. Jina Shida. Na Shida hazitatoka mlangoni kwake. Nitafutie bilionea ambaye anaitwa Shida. Elon Musk. Bill Gates. Yaani wana majina, pesa inafuata hizo jina. Na kuna wengine pesa ikikuja nasema, Tabu siwezi nikaingia. Yeye ni Tabu. Yaani inapiga kona. Si Mungu akuokoe na ubadilishe jina. Nilikuwa na mshirika kanisani alikuwa anaitwa Pusi. Pusi, ndani ya ID yake. Nikamwambia kuanzia saa hii wewe ni baraka. Kwenda badilisha, akaandikia minister of local government. Na wakamjibu wakatoa hiyo jina ya Pusi. Babu yake alikuwa anaitwa Pusi, baba yake anaitwa Pusi, na yeye anaitwa Pusi. Sasa ni mapusi ngapi ambazo zime Na wakati wako kikao ya kumuinua cheo, wanaangalia Pusi, huyu tutie kwanza kando huyu. Huyu atageuka fisi. Yaani jina inatuma wanakuweka kando kwa vikao. Kwenda cheki nyumbani ubadilishe. Kama inawezekana. Dedicate your name. Na ndio maana jina yangu Innocent. Hana hatia. Pigia Bwana Yesu makofi. Mimi hata unifanyie vibani nacheka. Yaani sina hatia. Because I believe in God. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Na Rugagi ni mtu mzito, mtu mwenye hela. So walinipa hiyo jina na ingekuwa mbaya, ningelibadilisha kitambo. Nimeingia hata Google naangalia anasema wewe ni bilionea. Na baba alisema hivyo, sawa ni sawa. Niwaambie shetani hufuata watu. Unajua kuna maroho ambayo zinafuata watu. Nawaambia ukweli. Hata wakuombee, wahubiri wote wakwambie leta mifagio, utaleta na mchanga, uongeze na nywele, hautabadilishiwa. Bwana tusaidie sana. Kuna wengine wamewaombea, wamewawekea miguu, wanawaikalia kichwa, wengine wanatia sijui nini, lakini bado wangali hao wanaingia wakiwa maskini, wanatoka wakiwa tena wanafilisika sasa zaidi. Bwana tusaidie sana. Bwana tusaidie sana. Bwana akiamua kukubariki, si kuwekelewa mikono na watu wote. Bwana akiamua kukuongelesha, ataamsha mtu hata Ethiopia kuje kwako nyumbani akwambie asema Bwana wa majeshi, na napanda ndege anaenda. Mungu akitaka kukuongelesha, si mchanganyiko. Hapana. Mungu anaweza katuma mtu anakuja na kutafuta kwako nyumbani. Anasema Bwana amesikia kilio chako, na kilio chako kimefika mwisho. Mungu akubariki. Na anatoka na hautajua amepita wapi, na hautajua ametokea na njia gani, na hautawahi muona, ili utabaki na hiyo neno, na hiyo neno itabaki ndani yako, utazeeka na hiyo neno. Bwana tusaidie sana. Bwana Yesu asaidie sana. Hiyo neno tu. Zingatia neno hiyo. Zingatia neno hiyo. Ukiwa kwa madhabahu ambayo unayeamini, kwa madhabahu ya baba yako ya mama ambayo unayoamini, madhabahu inayolilia Mungu usiku na mchana. Bwana tusaidie sana. Bwana Yesu asaidie sana. Hiyo neno tu. Zingatia neno hiyo. Zingatia neno hiyo. Ukiwa kwa madhabahu ambayo unayeamini, kwa madhabahu ya baba yako ya mama ambayo unayoamini, madhabahu inayolilia Mungu usiku na mchana.
Paka mama anasema, baba, nataka nione watoto wananiita kwa nyumba zao, wamezindua nyumba, wengine na magari, wengine nini. Si unasema Mungu ni wewe wa kwanza, nije nimtafute mama. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati nilitambua ya kwamba mbinguni hawakuumba umaskini, nikaanza opposition ya umaskini. Nilianza opposition. I'm the first started opposite Satan. Nikamwambia sasa kuanzia leo ibilisi, kumbe Mungu ndiye ameumba dhahabu. Mungu ndiye ameumba diamond. Mungu ndiye ameumba petro. Haikulimwa na mtu yoyote kwa jamii yake huko udongoni. Kama ni Mungu, nimejua sasa wewe ni mpumbafu na wewe ndio utafilisika. Mimi sitakufa maskini. Nilianza pigana na hiyo roho. Kwa babu, kwa baba, sijue nini, hakuna hata baisikeli. Sasa familia yangu, my sister wanaishi United States of America. My family. So na nilianza pambana na hiyo roho, na bado tuko na Afrika, tunaangaliana tunalia. Unaona kuangalia dada yako paka mnalia. Yani anakuona vile huko na unamuona vile yuko mnalia. Sasa hata hakuna mtu akuleta mali nyumbani. Kijana tu akiona ni sawa anakuja anampeleka bila mali. Unaona hiyo stage? Sijui kama nyinyi huko haijafika. Huko hapana, haijafika huko. Hiyo ninajua huko kwetu. Yaani mtu anaingia tu kwa jamii yako, anasema can we go? Can we go? Hakuna mali. Hakuna hata kusema asante. Anazaa mtoto mmoja, hakuna asante. Wa pili hakuna asante. Paka unafika 6. Nikasema Mungu hapana. Hii ni madharau. My only 2 sisters waliwapeleka bila mali. Walileta mali wakishazaa watoto 7. Hiyo ni ushuhuda ingine. Ukiomba Mungu, uwe serious. Uwe serious na Mungu. Na Mungu atakutendea mambo ambayo haujatembea na Mungu. Don't just walk with God by sight. Walk by faith with God. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiwa nazunguka hata nyumba yako unasema hii nyumba hii Mungu nilianza nayo nisimalize nayo. Lakini it's a very shame. It's very shame kusema tunaomba Mungu mkubwa na haujaona ukubwa wake. Very shameful. Bwana asifiwe sana. Bwana wakati mmoja tulimaliza maombi ya 77 days Canada. Wakati tulimaliza maombi ya 77, my 3 members wakaenda wakakomboa private jet. Niko na hizo picha kwa nitakuonesha. Wakaenda wakakomboa private jet, wakasema baba sasa saa hii lazima uingie kwa ndege yako wewe na pilot na wafanyakazi. Nikaanza fikiria kule nimetoka. Unajua ile fikira inakujaga tu, hata tunaipiga lakini inarudi. Mama, wale watoto wabarikiwe. Nikaanza kuomba ndani ya roho, Mungu si ungewagusa wanipe hii hela. Unajua kuna kapepo wako, akatokange akaenda mbali. Unaanza kuangalia hizo $1,000. Yaani Mungu si ungewagusa tu waweke bahasha hapo niangalie ni kitu gani kitafanyika huko. Kuna wakati Mungu anataka kupatia starehe na anajua ya kwamba unahitaji hela. Abia jirani yako imeingia. Kuna wakati Mungu anataka upate starehe na anajua unahitaji hela. Na ukiona Mungu anakupa starehe, jua hela ziko nyuma yako. Mama, hiyo haijakuwa. Bwana asifiwe sana. Kuna wakati mtu wa Mungu anakuja, anatoka mbali, anasema hapana, najua lazima hiki kifanyikane hapa. Na unasema, Mungu, sasa si ungenimgusa tu hii pesa anipatie. Inakuanga hivyo. Mimi sikuitisha, sikuomba hiyo starehe. Monday morning gari zimepaki hapo, wanasema baba tunaenda. Wapi?
Tumebuku ndege ya kwenda wapi? Ya kwenda juu na panda juu na kutembea. Sasa huyu ndugu hangenipiga vita, hiyo ndege ningeingianga wakati gani? Unajua kuna wakati lazima ufikirie. Mungu hutuponya kwa njia nyingi tofauti. Mungu hutumia watu kwa niaba yetu kwa ajili ya kazi yake. Yule Mungu aliyekumbuka maisha yangu akukumbuke pia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ulianza na Mungu, endelea na Mungu, tembea na Mungu, anza Mungu, maliza na Mungu. Mambo yako yote yatakuwa kwa line. Hautakosa, hautapungukiwa. Bwana atakuwa mtetezi wa maisha yako. Bwana asifiwe sana. Ndio unaweza ukagonjeka, ndio unaweza ukaingiliwa, ndio unaweza ukapelekwa vitu vyako, ndio yote yawezekana. Chini ya jua yote yawezekana. Lakini jua ya kwamba uliyemwamini ni mwaminifu na ahadi zake ni za milele. Bwana asifiwe sana. Hangeruhusu Viki ufe na sija kuona. Hangeruhusu Bwana. Hangeruhusu ufilisike, hangeruhusu. Lazima afya itakuwa restored katika jina la Yesu Kristo. Piga Bwana Yesu makofi kwa ajili ya dada yetu. Hey. Hautatumikia Mungu alafu shetani akanyange shingo lako. Haiwezekani. Bwana atusaidie sana. Bwana atusaidie sana. Haleluya. Haleluya. Magonjwa yaambie wewe utatoka. Utatoweka nikilala, utatoka nikitembea. Yani wewe sina mkataba na wewe. I don't have any agreement with you. Mungu hakuniambia yani wale tulikuwa na service moja naambia, lakini utafakari una miaka 50 ama una miaka 60 ama una miaka 40, 26, 20, 31, 44. Unakuwa na hiyo miaka, baba angali madhabahuni, lakini shetani anakuambia utakufa. Mwambie kufa kwanza wewe mwenyewe. As long as my spiritual father is there, I will not die, I will live. Kuna fimbo ya kupiga shetani ambayo ina fact. Ina nini? Ina fact. Canada, when I went to the checkup, wakaniambia sasa punguza kilo, anza line, anza kimbia, sijui nini. Nikakumbuka njaa ambayo ilimaliza maisha yangu. Nikaangalia mzungu mbele yangu, nikasema and what the next? Veggies. Nikakumbuka si mbuzi mimi. Unajua miaka nilianza kunywa sukari kwa miaka 26. Ndio nianza kunywa sukari. Sasa uniambie niache sukari leo? Na just nina sijue 15 years ndio inaingia ya nikianza kunywa sukari. Sasa utaniambia hiyo lost ya 26 iko wapi? Na Mungu anasema nitakurejeshea aliyoliwa na nzige na tunutu na parare. Sasa parare zilikula 26. Miaka 26 bila kula nyama, bila kula kuku. Sasa leo uniambie niache nyama. We devil, toka shetani, shindwa mfululizo. Ambia jirani yako ashindwe. Ambia jirani yako ashindwe. Naona Wakenya wanaogopa kunywa sukari, kila mtu kiingia ndani ya nyumba. Na hiyo yote mimi nakwambia weka. Weka. Bado ninaendelea. Yaliyoliwa na nzige ni miaka nyingi. Wanzu weka. Ndio sasa nikiingia highway na Range Rover na kanyanga wanasema hiyo ni overspeed. Weka. Tunaendelea. Miaka ambayo nilikuwa sina speed naendelea. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya.
Sikumbuke na wewe miaka yako iliyo na nzige. Kuna watu wanakula sukuma wiki si kwa mapenzi. Wanakula kwa ajili ya kawaida. Ni nini? Acha niachie hapo tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kweli? Nikamwambia thank you. Nikamwambia there is anything? Akaniambia no, alafu utarudi tena. Nilirudi nimeongeza tu. Akaniambia what's wrong with you? Nikamwambia I'm good. Bwana asifiwe sana. Si ndio ndugu Obonyo? Mike naona tunatembea safari moja. Yaani nina rafiki hapa. Bwana asifiwe sana. Hapa tutatiana moyo. Nilikuwa namwambia. Ninamkumbuka hapa akirukaruka hata sasa anaanza fanya hivi. Sasa tunaona Bwana ametenda. Supigie Bwana makofi. Haleluya. Si hapa sasa alikuwa anatuchezesha tukifanya. Sasa hii neema itoshe. Bwana asifiwe sana, tumetoka mbali. Endelea kwa hiyo upako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni wangapi unajua ukiangalia picha zangu za zamani unaweza fikiri mimi nilikuwa siende mbele naenda nyuma. Sasa leo Mungu wakati anaanza fungua milango uniambie uanze kunipata hata unijui. You don't know my background. Yes, ni vizuri kwa na afya ni vizuri, si ndio? Si ni afya ni vizuri? Sitaogopa kula nyama ili nikufe haraka. Hii haiwezekani, nitakula mpaka niendelee. Na kama Mungu aliona ni nyama ndio zitanipeleka mbinguni haraka, niko tayari kuja baba. Nyama ina shida, watu ndio wana shida. Ambia jirani yako watu ndio wana shida. Unajua magonjwa ya high blood pressure na magonjwa ya kisukari, unajua nyingi zinaingia kwa mwili ya mtu kwa ajili ya habari mbaya. Wengi wana ugonjwa kwa ajili ya habari mbaya. Fanya nini? Habari mbaya. Ukipokea habari mbaya, unaitwa inkaboti. Habari mbaya inakuangusha chini. Na sukari inapanda. Daktari anakuambia, na sasa mbona ulikuwa nomo imepanda namna gani? Kuna shamba yangu imeenda. Sasa tunaona habari. Kuna magonjwa ambaye yanakuja ambayo haukuwa nayo, yanaanza safari ndani ya mwili wako kwa ajili ya habari mbaya. Sasa muwe kama mimi. Mtu ambaye hana hatia, ukiniambia habari mbaya nacheka. Kwanza ukiniambia habari mbaya naenda 5-star hotel na kaa, leta cappuccino, kahawa, fanya haraka. Bwana asifiwe sana. Na hiyo inaendelea. Tembea na Mungu, umuamini Mungu. Ni kweli magonjwa kuna yale yanatoka kwa wazazi wakuu, si wanaendelea. Hiyo sijue kama ilikuwepo kwetu. Kwa kuwa wakati daktari aliniuliza, na babu yako alikuwa na magonjwa gani? Sijawahi muona. Haya, baba yako alikuwa na magonjwa gani? Nilimuona nikiwa na 11. Na mama yako alikuwa na magonjwa gani? Sijui, niko Canada, yuko Afrika. So, kuna wengine madaktari ndio wanatuua kwa kipata information za nyumbani. Wanatupiga mashinani. Mimi na weimanga information. Na kama wewe ni mtu wa kuangalia, angalia. Sasa unaniuliza baba yangu nilizaliwa naye? Unauliza babu yangu, mimi sijui kwanza ni nani. Sasa unataka hiyo information ifanye nini? Sasa wakati wana wa Misri walitoka Misri, walikuwa wanaulizwa na daktari gani? Mbele wafike Kanani, walikuwa wanaulizwa na daktari gani? Wewe magonjwa yako iko wapi? Walikuwa wanaulizwa wapi? Si walienda na Mungu? Sasa simtembee na Mungu na nyinyi. Amini Mungu wa afya. Hofu ikiingia ndani yako ndio mwanzo wa kifo. Lakini ukiondoa hofu, Mungu akiketi ndani yako,
atamiliki na utakuwa na afya nzuri. Shangilia Bwana kwa makofi. Watu wanaishi na hofu. Watumishi wa Mungu, watu wanaishi na hofu. Ni vizuri kujitunza, ni vizuri. Si vibaya, lakini jitunze bila hofu. Jitunze bila hofu. Na ukija ndani ya nyumba yangu, hapana kunipatia instructions. Jua pale kuna malaika wanakuona. So ukinipa instruction watasema huyu si wa kwetu huyu. Huyu ni wa wapi? Wengine wanasema usipotumie. Unajua kuna hiyo neno ndani ya Biblia, my people are perish because love of what? Ni hiyo knowledge ilikuwa nasema ya sukari ama ni ya nyama? Si tutafautishe hiyo knowledge ya Biblia. Ni knowledge ya nini? Ya kuangamia. Ni ya sukari ama ni ya nyama? Bwana Yesu asifiwe. Nimewa challenge Nimewa challenge. Biblia anasema nimejitetea. Sasa nisipojitetea nani atanitetea? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tembea katika mwili lakini vita vyako si vya mwili. Unajua Petro alikuwa hajajua vita ambavyo si vya mwili. Ndio maana alikuwa anatembea na nini? Na upanga, sword. Alikuwa anajua anything can happen, but niko na kitu hapa. Unajua kuna Wakristo wanatembeanga na hiyo. Hata leo nitaomba lakini wewe usinichezee. Wewe usinichezee. Wewe nitakuongoa meno wewe. Bwana Yesu nisamee. Nimeenda mbali. Sasa unakutana ni Mkristo lakini bado Peter, weka. Acha kukata masikio ya watu. Bwana asifiwe sana. Si Mungu akusaidie usikate masikio. Yaani yeye aliona hiyo vita sasa imekuwa, akasema sasa hapa ninataka kuwaonesha mimi ni nani. Alitoa afya. Yesu akamwambia, Simoni. Hii si vita ya mwili. Hii ni vita isionekana na macho ya roho. Na pale Yesu hapo akarudisha nini? Sikio hilo. Kwa nini? Alitaka kumfunza vita mbili. Vita ya mwili na vita ya kiroho. Ambia jirani yako, ni vita gani unayoipigana? Kuna wengine hata wanasema nyota zenu zirudi, na haujui ni nyota gani itarudi. Inaweza kuwa ni nyota ya mauti. Lakini kwa kuwa unasema na nyota yako ingae, itang'aa kabisa. Si ziko juu hapo. Itang'aa na itakusindikiza vizuri. Tafakari ujue ni nini ambayo umepokea. Uwe makini sana. Tembea katika mwili. Lakini vita unavyo, utambue ni vita vya aina gani. Jambo la pili, usiingie kwa maombi na haujui unaenda kuomba nini. Kuna maombi ya aina mbili. Kuna maombi ya kanisa. Maombi ya kanisa ni maombi ambayo Mkristo yote akisikia tangazo hapa, hata uwe na shida, hata usiwe na shida, kwa kuwa ni maombi ya kanisa, ingia ndani ya maombi haya. Lakini usikutane na mtu njiani mtaani, wewe una shida, na hiyo shida funga siku 7. Mwambie na wewe funga 16. Si mchungaji wako. Mtu ambaye si mchungaji wako anakuisha njaa. Kwa nini? Wewe ninaona nyota ya kuolewa imepelekwa. Funga maombi ya siku 12 utakufa. Sasa PB, wakati ulioa mrembo huyu, uliomba maombi ya siku ngapi? Anasema ukweli, aliona na macho. Bwana asifiwe sana.
Uliona na ukasema Mungu amenijibu. Bwana asifiwe sana. Na mimi ni hivyo. Kuna kanisa ambayo watu wanaangamia kukosa nini? Lack of wisdom. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Vita vyako ni vita vyako. Na hakuna mtu atakuwa anasumbuka kwa ajili ya vita hivyo. Ambia shetani, leo ninapitia lakini kesho ni mwisho wa mapito. Leo ninapitia lakini kesho ni mwisho wa nini? Mwisho wa mapito. Mungu awasaidie. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Usiwe na shida, usiwe na hofu. Tumaini Mungu. Umtumainie Mungu. Fanya kazi yake kwa bidii. Ujitolee mwenyewe kwa bidii. Utaona Mungu ndani ya maisha yako. Usikome kwa kumtumikia. Usikate tamaa kwa kumtumikia. Usiache kazi zake. Endelea na Mungu, Mungu ataonekana. Bwana asifiwe sana. Kama kuna utukufu ambayo iliyotoka, Bwana atakukumbuka na utukufu utarudi kwako katika jina la Yesu. Ahadi zake ni za milele. Na Mungu atusikie na Mungu atutendee katika jina la Yesu. Leo ninakuambia habari njema. Vita unayopigana uitambue ni vita gani? Ni vita ya mwili ama ni vita ya roho? Na ukishatambua ni vita gani unayoipigana, kuna mambo 7 ambayo ningesoma na muda umeenda, lakini Mungu atatusaidia siku nyingine. Nataka nikuambie, tambua vita unayopigana. Ukisha kutambua vita yako, utajua Samueli wako ambaye atakushindania yuko wapi. Hautachanganikiwa. Utajua madhabahu unaotoa zaka, unaotoa shukrani, unaotoa fungu la 10, na hiyo madhabahu unasema, Mungu ninayelilia kwa hii madhabahu, unitetee, unikumbuke, unipiganie, na Mungu atakukumbuka. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Nimeona watu Mungu amewakumbuka baada ya miaka 10 ambayo hawajapata watoto, miaka 27, miaka 19, miaka 5, miaka 4 ndani ya kanisa. Ushuhuda hizo ziko hapo, na wameamini Mungu, wanatembea na Mungu, wanaendelea na kazi ya Mungu, na Mungu akawakumbuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Yote yawezekana kwa nao muamini Mungu. Nataka niombe na wewe siku ya leo. Kama uko hapa ambaye haujaokoka, umekata matumaini na unajua kwamba maisha yako ni kama yamefika mwisho, unaona kumtumikia Mungu na kusipomtumikia Mungu ni yote ni sawa. Hapana. Hiyo ni roho ya kishetani. Kutumikia Mungu kwa dhati, una moyo wa kumtumikia na kumpenda Mungu na kuvumilia. Unajua karama ya uvumilivu imeisha ndani ya watu. Watu hawavumilie tena. Watu hawataki kumngojea Mungu, hawataki kugoja saa ya Mungu. Unakutana mtu anapita left and right akitafuta mbali na karibu. Lakini tumaini Mungu na utaona uwepo wake, na neema itatosha juu ya maisha yako. Kama haujaokoka, nyosha mkono wako juu na useme, leo nitamtumainia Mungu, ninampa maisha yangu, na Mungu anisaidie katika jina la Yesu. Popote ulipo, nyosha mkono, alafu tuombe pamoja. Umpokee Mungu, umpokee Bwana Yesu kama mwokozi wa maisha yako, na utapata starehe. Utapata starehe. Lakini ukihudumiwa, ukitoka tu mlango hii na kwanza henda huko, shetani ataanza kurusha vitu ndani ya maisha yako. Mwambie, hapana, mimi siye yule nitoka nyumbani asubuhi. Mimi nimekuwa kiumbe kipya. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimekuwa kiumbe kipya. Ninamcha Mungu. Kama kuna wale wako juu, waangalie. Alafu sasa nitamleta mama akuje aendelee na kuwasaidia katika jina la Yesu. Kama wewe ni mgonjwa, magonjwa yote ya kila aina, simama kwa miguu yako. Kama wewe una magonjwa ndani ya mwili wako,
na unataka Bwana akuponye, aponye mtoto wako, siku na wingi wa siku ongezeke ndani yako kwa kumtumania na kumwamini Mungu, nyosha mikono yako miwili juu na useme, Mungu, ninajua ya kwamba leo ni siku yangu. Imani hutenda makubwa. Imani hutenda mambo makubwa. Na pale ulipo useme, haya magonjwa niliyoingia nayo ninayaacha katika jina la Yesu. Na saa uanze kutamka ya kwamba wewe si mgonjwa tena, na utakuja kushuhudia. Jina la Bwana libarikiwe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, kila roho ya magonjwa ambayo haikuumbwa na wewe itengane na kila nafsi, itengane na kila mwili, katika jina la Yesu Kristo, mwana kondoo wa Mungu. Ewe pepo wachafu, nasema ondoeni ndani ya mwili, toka ndani ya damu, toka ndani ya mifupa, toka ndani ya tumbo. Kwa jina la Yesu Kristo, ninawaamuru saa hii, ninalaani kila roho ya magonjwa, ninavunja kila roho ya magonjwa, ninang'oa kila roho ya magonjwa katika jina la Yesu Kristo. Kazi yako shetani ni kuua, kuiba na kuangamiza. Nasema saa hii hauna nafasi tena ya kuua, hauna nafasi tena ya kuharibu, hauna nafasi tena ya kuangamiza. Nasema katika jina la Yesu Kristo, mwana kondoo wa Mungu, ondoka ndani yao. Na Bwana arejeshe upya mwili wako, arejeshe upya vilivyo ndani yako, na upate uponyaji usio wa kawaida ndani yako. Na Mungu akupe afya, na Bwana aijaze uwingi wa siku ndani ya maisha yako, kuanzia leo hadi milele, katika jina la Yesu, Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, nimeomba na kuamini. Na kanisa liseme amen. 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 Shangilia Bwana kwa makofi na useme, mimi ni mzima. Barikiwa. Amen. Tumpigie Bwana Yesu makofi. Hallelujah. Mmebarikiwa. Mungependa Bishop arudi tena? Amen. Bishop, umesikia, wangependa urudi tena. Asante sana kwa kutukumbusha kutembea na Mungu na kutembea kwa imani na kuamini neno la nabii. Miaka mingi iliyopita tukiwa kwa hema, ilikuwa nimetengeneza mkutano ya akina mama, na sikuwa nimekuwa mchungaji, nilikuwa mke wa mchungaji, lakini nikaanza kutengeneza mikutano ya akina mama. Na tukaalika mhubiri moja Mkisii, alikuwa anaishi Amerika, alikuwa anaitwa Dr. John Chacha. Ni wangapi wanaweza kukumbuka? Wachache, lakini alienda kuwa na Bwana. John Chacha alinitabiria, mimi bado sijakuwa mchungaji, niko tu mama watoto, nalea, nasaidia mzee kwa kazi vile naweza. Akaniambia, kaja mahali niko, akaniambia, utakuwa mama ya mataifa. Mimi nikashangaa na hilo neno, nitakuwa mama ya mataifa. Mimi si mchungaji. Lakini leo nikifikiria maneno hayo, na makanisa iko kwa mataifa. Nikienda Amerika ninaitwa mam, popote niendapo naitwa mam. Neno la mtumishi wa Mungu likatimia. Kwa hivyo niliamini, nikasema wacha ningoje. Kama ni ya Mungu itafikia, kama si ya Mungu itapotelea. Lakini alikuwa katika roho. Kwa hivyo neno la mtumishi wa Mungu ukilichukua
na uliweke moyoni na uliamini litatenda kazi katika maisha yako. Na msiwe wepesi wa kuwekelewa mikono. Ni mhubiri yoyote unakuta mahali ati anaombea watu, msiwe wepesi. Mwingine atakuwekelea, utakuwa mbaya zaidi. Atakuambukiza maroho yaliyo ndani yake, kwa sababu wengine wanatafuta pesa wakitumia jina la Mungu. Msiwe wepesi wa kupatia mtu kichwa yako. Yuko mmoja mhubiri alikuja kwa ofisi yangu, akaniambia amekuja kutuombea mimi na presiding. Amekuja kutuwekelea mkono. Nikamuuliza wewe umetoka wapi? Akanieleza yeye ni nabii. Nikamwambia kichwa changu sipatii mtu nisiyemjua na nisiyejua ushuhuda wake. Alishangaa sana. Na nikaambia presiding, usikubali uwekelewe kichwa na mtu atujue ametoka wapi. Na akaondoka na akaenda na unabii wake. Na aliomba fare, alirudi kuomba fare. Kwa hivyo si unabii alikuwa analeta, alikuwa anakuja kutafuta pesa, lakini anatafuta lugha ya kuomba pesa. Kwa hivyo tuwe werevu, tusidanganyike. Bwana asifiwe. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru Mungu kwa sababu ni wewe unapeana hai na ni wewe unaotoa, na neno lako inasema tushukuru wakati wote. Naomba kwa sababu ya mzee pamoja na watoto wake ambao wamewachwa na mama yao na mke wake, naomba kwa jina la Yesu ukafariji mioyo yao, ukawatie nguvu wakati huu. Tumeona mzee huyo katika hali ya unyonge wake. Bwana hakomi kuingia katika nyumba yako. Bwana, naomba ukawakumbuke wakati huu, uwatie nguvu, ukaguze wanao katika kanisa hili, wasimame pamoja nao. Bwana, na wasaidie ili aweze kupumzisha mwili wa mke wake katika njia ya heshima. Faraja zako Mungu zijumulike ndani ya maisha yao wakati huu, na amani ya Mungu ipitayo akili za wanadamu iwe sehemu yao. Wakumbuke ahadi zako ambao umesema hautatuacha, hautatusahau, utakuwa pamoja nasi mpaka mwisho wa dahari, na wapate tumaini. Asante Mungu, maana naamini utamefanya hivyo. Kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana Mwokozi wetu naomba yote. Amen. Basi tusimame tuombe, tufunge ibada. Dada ako tayari. Our Father and our God, we come again before your presence with thanksgiving. We thank you for your word, O God, that has come so powerfully from your servant. Lord, as he gives these testimonies, it is not out of pride, but it is so that he can encourage someone here who feels discouraged, who feels defeated because of their circumstances. I pray in the name of Jesus that you will continue to bless him and continue to make him a blessing wherever he goes. May the word that your people have received today, may they keep it and treasure it in their hearts, to know that there is nothing impossible with you, and that God, you can bless anybody. You have no favoritism. That they will walk in faith, they will trust you and believe you, and they will guard their faith. Father, we have come to the time of closing this service. I commend your people to you. I pray in the name of Jesus that you bless each one of them. You know them by their names, O God. You know their desires. You know their needs, mighty Redeemer.
I plead for your mercy upon them. As they came into the house this morning, they came with expectation. They came with anticipation. And by the preaching of your word, they will receive a word from you, God, that will relate to the problems and the challenges they are facing. I pray that they will not be disappointed. Lord, those who have issues in their families, I pray that you heal their marriages, heal their families, O God. And those who have erring children, sons and daughters that are in drinking and other ill things, O God, I pray that, Father, you draw those sons and daughters back home. And I pray that you will speak to them in your own way, O God, in the language they can understand. And they will desire to come to the house of God. And they will desire to know the God of their parents. Father, I pray for those. I pray in the name of Jesus. May you perform a miracle for them, because you are moving them from glory to glory. And Jesus loves you. Have a beautiful day.